Mtazamaji wa kipindi cha TMDA na Jamii, ni siku nyingine tena Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba naizungumzia TMDA inakuletea mfululizo wa vipindi vyake vya uelimishaji jamii vijulikanavyo kama TMDA na Jamii. Lengo la vipindi hivi ni kukuelimisha, lakini pia kukuhabarisha na kukujuza mambo mbalimbali ambayo mamlaka hii inatekeleza kwa lengo la kulinda afya yako, afya ya jamii, afya yangu pamoja na yako, afya ya Watanzania. Ninayekukaribisha kutoka TMDA na Jamii naitwa Gaudensius Mwanza, na kualika ungane nami toka sasa hadi pale nitakapohitimisha TMDA na Jamii. Afya bora kwanza na TMDA. Mtazamaji, kama ilivyo ada ya kipindi hiki cha TMDA na Jamii, katika studio huwa tunakuwa na mada au tunakuwa na jambo letu ambalo kwa pamoja tunalijadili ili wewe na mimi pia tupate elimu namna gani kwa pamoja tunaweza tukalinda afya ya jamii. Lengo la TMDA ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anashiriki katika mapambano dhidi ya bidhaa ambazo ni duni, bidhaa ambazo hazifai, ili kwa pamoja tulinde afya ya jamii. Na ndio maana TMDA na Jamii ipo kwa ajili ya kukuelimisha. Leo tutakuwa katika kata ya Mafisa, tuko katika mkoa wa Morogoro, ambapo tunakutana na wadau mbalimbali, nao wanapatiwa elimu kuhusiana na matumizi sahihi ya bidhaa za dawa pamoja na vifaa tiba. Nakukaribisha ungane nami ili kwa pamoja tuweze kuelimika na baadaye tutaondoka na kitu. Afya bora kwanza na TMDA. Mimi naitwa Edward Bora, natokea mamlaka inaitwa Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba, ambao kwa kifupi ndio hiyo tumesema inaitwa TMDA. Sasa tutajiuliza kwa nini hao watu wametoka Dodoma mpaka huku? Si ndio jamani Kwamba wamefuata nini jamani mpaka huku kuja kutuona sisi. Sawa? Sasa kwa muda huu mfupi tu, najua tuna majukumu mengine, tutaelezana kwa kifupi tu, sawa? Kwa sababu sehemu moja hapo ya katiba ya nchi inatutaka pia wananchi tupate taarifa, tupate elimu, si ndio? Mbalimbali. Sawa? Sasa kwa haraka sana ili tusipoteze muda, kwa lugha nyepesi kabisa, kwa lugha nyepesi, kuna mtu ambaye hajawahi kutumia dawa hapa? Au kuna mtu ambaye hajawahi kuumwa? Wote tunaumwa, si ndio? Yaani miili yetu lazima ipitie changamoto. Si ndio Na tunajua tukiumwa kuna mambo mengi. Kuumwa kuna gharimu, si ndio? Kuna gharimu pesa. Afisa yetu maendeleo hapa akitupa mikopo, kama una mtu anaumwa unajua hela zote zinaweza zikaishia kwenye kuumwa, kwenye kutibu. Si ndio Lakini pia kuna punguza uzalishaji. Unapoumwa mwili haufanyi kazi vile ipasavyo. Tunafahamu wote, si ndio Kuanzia kwenye ubongo, yani hata kuwaza kwenyewe kunapungua. Si ndio Lakini na uwezo wa kufanya pia unapungua. Si ndio Lakini na hela inaenda, muda unaenda, vitu vingi vinaenda. Sawa? Kwa hakuna ambaye atabisha kwamba afya ndio mtaji wa kwanza wa kila jambo. Si ndio Sasa kwa kuona hivyo, serikali imewekeza kupitia Wizara ya Afya ili kuhakikisha kwamba hizi afya zetu zinaendelea kuwa salama muda wote, kwa sababu usipoweka afya salama vyote vinavyofuata havina maana. Si ndio Mama Samia hapa, rais wetu, atafanya mambo yote ya hela, atatuletea hela, lakini kiongozi kweli mzee anaumwa nyumbani, kuna milioni 10 pale, unafanyaje? Lazima umpeleke mzee hospitalini, si ndio lazima uanze kwanza kumpeleka mzee, lakini ukija huku unadaiwa marejesho. Si ndio Lakini hujafanya jambo baya, ulikuwa unamtibu mzee, si ndio Au ulikuwa unajitibu mwenyewe, lakini kiukweli wale wa marejesho hawajui hilo, wanataka hela zao, si ndio Sasa kwa lugha hiyo ina maana afya ni muhimu, ni msingi wa kila jambo. Sasa Wizara ya Afya ina mambo mengi, ina taasisi nyingi. Mojawapo ndio hii hapa inaitwa TMDA. Sasa TMDA kazi yake ni kusimamia hizi bidhaa za dawa. Kwamba tumepata changamoto, ziko taasisi nyingine sasa zinazuia maradhi, si ndio? Maambukizo mbalimbali ziko nyingi, sawa? Utasikia hawa wanaongea mambo sio ya HIV, wanaongea mambo ya malaria, kwamba tutumie chandarua, si ndio? Sasa yote yametokea, bahati mbaya umeumwa, unarudi kwenye dawa, si ndio? Au chanjo pia ni dawa, kwamba sasa imefika kwamba mahali kwamba huu ugonjwa umepata kitu ambacho tukitumia hatuumwi tena, si ndio? Ile nayo ni dawa, si ndio? Lakini vifaa tiba, mzee hapa anatumia kifaa tiba, hichi kinaitwa kifaa tiba. Sawa?
miwani ni vifaa tiba, sawa? Gloves ni vifaa tiba, pamba ni kifaa tiba, sawa? Sindano unapoenda mtoto au umepata unafanyia upasuaji, unaposhonwa, kile kinaitwa kifaa tiba, sawa? Sasa hizi bidhaa zote ili sasa ziwe salama, ziwe bora, tujiridhishe nazo, ndio hii mamlaka ambayo iko hapa, sawa? Kwa kifupi sana nitakwambia kwamba mamlaka inafanya nini, lakini tutaenda kwenye mada kuu ambayo tumekuja nayo leo, sawa jamani? Kwa hiyo hii mamlaka ndio mamlaka ambayo inahakikisha dawa zote ambazo ziko hapa nchini ni salama. Kwanza hizi dawa tukinywa hazitatudhuru. Na inafanya kwa kufanyaje? Ina maana hii ndio sehemu ambayo serikali imewekeza maabara ya kisasa ambazo kule ndio tunaona sisi. Dawa imetoka dawa nyingi sasa hivi zinatoka nchi za wenzetu, si ndio? Tunavyo viwanda vyetu hapa, lakini nyingine zinatoka nchi za wenzetu. Lakini zinapoingia sisi ndio tujue kwanza, sawa? Tujiridhishe kwamba humu ndani ya dawa hakuna kitu ambacho tukitumia kitatudhuru, sawa? Lakini tugundue pia kwamba hii dawa ni kinywa, itanitibu. Kwa kule maabara tunaweza kufanya kwamba kwa mfano dawa hii tumesema inatibu labda bakteria fulani. Kule sisi tunaweza kuwapandikiza wale bakteria katika dozi ambayo amesema yule mzalishaji, na tukaona kule maabara kwamba vimelea vinaweza kufa ndani ya ile dozi. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba atusubiri wewe utumie kwanza, alafu tuseme dawa haitibu. Tutakuwa tujue kwanza kwamba inatibu au haitibu, sawa? Lakini pia tujue kwamba ina ubora. Hivyo vyote tunavifanya sasa kwa kutumia usajili, tunasajili dawa. Kwa wakati wa kusajili dawa ndio hapo ambako tunajiridhisha maabara, sawa? Lakini pia tunapita kukagua. Tunapitaga kukagua kwenye maduka ya dawa. Kama kuna mtu anamiliki duka la dawa, atakuwa ameshatembelewa na TMDA. Kule tunajiridhisha kwamba hizi dawa huku kwenye maduka ni zile tu ambazo tulisajili na maana tulizihakiki. Kwa hiyo ina maana tunashauriwa kwamba tutafute mahali basi ambako hapana joto kali, sawa? Joto kama hapa tulipo tu la chumba, si ndio? Lakini pia hapana mwanga wa moja kwa moja. Tunashauriwa kwamba tuweke sehemu ambayo mtoto hawezi kufikia. Kwa ni chumbani, ni kwenye ndoo ambako najua hii ndoo yangu hapa mtoto hawezi kufika, ni kwenye kabati juu, sawa? Ambako mwanga moja kwa moja hasifiki. Lakini pia tunashauriwa kwamba tuzingatie tarehe ya kuisha matumizi ya dawa. Zamani dawa zilikuwa zinauzwa kwenye makopo, mnakumbuka, si ndio? Lakini serikali imeelekeza kwamba sasa hivi huwezi kuona dawa kwenye makopo. Hata paracetamol utakuta kwenye kile kiblister. Kwa sababu ya kuepusha haya mambo kwamba ile blister itatakiwa kuwa na sehemu ya dawa ya tarehe ya matumizi, na tumeelekeza kwamba tarehe ile ukiiona ina mashaka ya kufutika, inatakiwa isifutike. Yaani kama ule wino wake tumesema aidha iwe na muhuri wa moto, sawa? Au wino ambao haufutiki. Kwa hiyo umenunua dawa ukaanza kuona kwamba kama vile kuna kitu kimefanyika, hayo mashaka tu yanatosha, sawa? Tutakwambia namna ya kutuambia na namna ya kutufikia, sawa? Namba zetu za simu za bure mnaweza kutuambia, sawa? Lakini kuna ile tabia kwamba tunaambiwa kwamba eti dawa ikiisha muda unaweza kutumia ndani ya miezi 3 hivi. Si tunasikiaga bwana hiyo si miezi 3 bado unaweza kuendelea nayo. Hiyo waliweka kama nini? Kama advance tu kwamba hii unaweza kufaje ukaendelea. Si kweli. Dawa inapoisha muda pale haina matumizi. Na ikitokea ile dawa ukanywa ikakuletea madhara, yule mwenye kiwanda aliyetengeneza hatowajibika kwa tarehe baada ya nini aliyoandika pale. Yeye amekwambia inaisha tarehe mwezi wa 6. Ina maana tarehe 30 mwezi wa nini? Wa 6. Ukitumia mwezi wa 7 ukapata changamoto, yeye haulizwi. Kwa sababu alikwambia wazi kwamba hii dawa inaisha nini? Mwezi wa 6. Sawa? Kwa dawa inapoisha inaisha pale. Sawa? Ni zile ambazo tunanunua tunakaa nazo nyumbani mpaka zinaisha muda bado tunazitumia, lakini ukibaini kwenye maduka hayapaswi kabisa kuwa na hizo dawa. Sawa? Kwa ukiwa na mashaka siku moja pia unaweza kutuambia. Kwa kututumia dawa za nimeeleza. Lakini nyingine
ni kutumia hii mamlaka inadhibiti bidhaa zote za dawa za binadamu pamoja na dawa za mifugo. Afya ya binadamu na afya ya mifugo zote zinaendana. Yapo maradhi ambayo binadamu anaumwa yanatokana na mifugo. Sawa? Utasikia sijui kuna minyoo imetokana na kitu fulani. Utasikia sijui kuna mafua imetokana na wanyama fulani, si ndio? Mifugo na afya zetu ni vitu ambavyo vinaendana. Sawa? Hata dawa za mifugo na dawa za binadamu pia huwa zinaendana. Tunatofautiana dozi. Sawa? Sasa moja hapo ya dawa ambazo tunasimamia pia ni dawa za mifugo. Kitu kingine ambacho tunazungumza matumizi yasiyo sahihi ya dawa ni pamoja na matumizi yasiyo sahihi ya dawa za mifugo. Ambapo hayo matumizi yanaleta madhara pia kwenye afya zetu sisi binadamu. Taeleza kwa nini. Tunashauriwa mfugo akiwa anaumwa, akiwa anapata chanjo, wataalamu wale wa mifugo wanatushauri kwamba mazao ya mifugo yasitumike katika kipindi kile anachotumia nini? Dawa. Sasa umemchoma ng'ombe chanjo au amepewa dawa, ukatumia maziwa, au ni kuku amepata dawa ukatumia mayai, sawa? Au ni mbuzi akachinjwa. Mnyama yote yule ambaye sisi tunakula mazao yake, si ndio? Mazao ina maana ni maziwa, mayai, nyama, si ndio? Ina maana ni mazao yanatokana nini? Na mifugo, si ndio? Sasa unapotumia mazao ya mifugo anayetumia dawa, unatumia pamoja na dawa aliyokunywa. Sasa kwa mfano antibiotiki anayotumia binadamu na antibiotiki anayotumia mnyama zote ni aina moja. Ila ya mnyama inakuwa na dozi kubwa kutokana na uzito wake. Kwa mfano kama alitumia antibiotiki ambayo sisi tunatumia labda ni vidonge viwili, yeye atatumia mara 5 ya hivyo vidonge. Sawa? Unapotumia maziwa ya yule mnyama ina maana unakunywa dozi ya ng'ombe kwa lugha nyepesi. Unapokunywa dozi hiyo, mwili unazoea dozi kubwa ya sumu. Siku unaumwa sasa kiukweli ukweli. Sawa? Unapoumwa daktari anakuandikia dawa antibiotic, sio? Anakuandikia vidonge viwili unywe. Hebu niambie ukweli. Wewe ulikuwa unakunywa vidonge 5, leo unaandikiwa vidonge viwili. Unapokunywa ule mwili hausikia kama kuna dawa iliyowahi kuingia mwilini. Kwa sababu gani? Mwili wako ulishazoea sumu kubwa ya dawa. Sawa? Kwa atarajii upone na daktari, hakuna daktari ambaye atakupa dozi ya ng'ombe na anajua wewe ni binadamu. Si ndio? Lakini mwenzetu ulikuwa ukinywa dozi ya ng'ombe siku zote. Daktari hajafundishwa sasa leo akubadilishie dozi akupe vidonge 5. Katika taaluma yake hilo ni kosa. Kwa lugha nyingine ile dawa haitafanya nini? Kazi. Kwa ambao sisi angalau watu wazima mwili kidogo unaweza kupambana ile sumu kaiondoa. Kama una watoto kuna kipindi paka tunaambiwa kwamba wasinywe maziwa ya nini? Sio kwamba si salama maziwa. Ni hili. Unakuta mtoto amekunywa maziwa, akipewa dawa ya kikohozi haponi. Ni kwa sababu amekuwa kila mabaki ya dawa, amekuwa akipokea sumu nyingi. Na bahati mbaya kinga yake bado ni nini? Ni changa, sawa? Kwa anapata madhara haraka, unayaona kwa haraka zaidi kuliko sisi watu wazima kidogo, sawa? Yaani kwa mtoto unaiona mapema kuliko sisi. Hayo yote ni kwa sababu hii tunayozungumza kwamba ile dawa ipo kwenye yale mazao. Kwa sasa sisi tunawashauri kama ni wafugaji, tunawashauri jamani tusifanye hivyo, sawa? Ni kweli ni kipato, lakini si siku chache tu, mara nyingi siku 3 tu, si ndio? Mwache kama ndama aendelee kunyonya, si ndio? Lakini tusiyatumie yale mabaki. Lakini pia kama sisi tunanunua, basi tununue katika vyanzo ambavyo vinaaminika. Jirani yako na mtoto, naomba bili ya maziwa, lakini haya maziwa tafadhali, sawa? Naomba ukimchanja ng'ombe niambie. Kwa sababu ni madhara yake ni makubwa. Itafika mahali mtoto hatosikia dawa,
au ataanza kutumia dawa kubwa. Jamani oye, kina mama oye. Oye. Wazee wangu oye. Oye. Nashukuru sana. Kwa nimeeleza jamani kwa haraka haraka, lakini hayo yote tunarudi pale pale. Ni hii changamoto ya afya ambayo tunakuwa nayo. Sasa hivi wagonjwa wengi ukifika Muhimbili, ukifika wapi, maradhi ni haya ambayo hajaambukizwa na mtu yote. Afya bora kwanza na TMDA. Mtazamaji, ni jukumu letu baada ya kutoa elimu kwa mujibu wa mipango mbalimbali ambayo tumejiwekea kuhakikisha kwamba tunapata mrejesho kutoka kwa wale ambao wamepata elimu. Hivi sasa nakualika ili tuone namna gani hawa ndugu zetu wa kutoka Morogoro kata ya Mafisa walivyoelimika kuhusiana na kipindi chetu cha siku ya leo juu ya matumizi sahihi ya bidhaa za dawa pamoja na vifaa tiba, ili kwa pamoja tuendelee kuongeza uzoefu, tuendelee kuongeza ujuzi, lakini tuendelee kupata elimu juu ya namna gani tunashiriki katika kuhakikisha kwa pamoja tunalinda afya ya jamii, tunalinda afya zetu, lakini pia na ya mtu yote ambaye anaishi katika nchi ya Tanzania. Afya bora kwanza na TMDA. Leo tumetembelewa na TMDA, wametufunza jinsi ya kutumia madawa kwa wakati na kuto kutumia madawa kwa wakati. Tulichojifunza leo, kwanza tumegundua kwamba kuna elimu tumepata kutokana kwamba kwanza kuna ng'ombe au maziwa binadamu wanatakiwa wanazuia. Kwa mfano ng'ombe akiwa anatumia dozi, sisi tulitakiwa yale maziwa ya ng'ombe tusiwe tunatumia. Vile vile tusiwe tunakunywa dawa pasipo kupima. Kwa hiyo kutokana na hicho, mimi labda na ninavyoenda nyumbani kwa leo nitaenda kuelimisha familia yangu, majirani kwa kifupi, waelezea hali halisi ya matumizi ya madawa kiolela. Tusiwe tunatumia tu dawa kwa sababu tumeziweka au mabaki ya madawa, kwamba tumetumia kidogo imebaki, unaanza tena siku nyingine tena unawapa tena mgonjwa au mtoto, inakuwa haipendezi. Lazima tukapime na kuanza kutumia dawa. Kwa kweli leo tuna furaha kubwa sana kwa kutembelewa na watu wa TMDA wametutembelea, wametupa elimu mbalimbali ya matumizi ya dawa. Kwa kweli matumizi ya dawa kwa binadamu tumeipata elimu sahihi kama ipasavyo. Tumeweza kujua hasara na faida ya dawa. Kwa elimu hii sisi pia tutakuwa ni walimu tunapoenda huko katika jamii zetu tunazoishi nazo. Tunawashukuru sana TMDA kwa elimu hii mliotupatia. Pia tumeweza kuachiwa mawasiliano, tutawatafuta jamani, msituchoke. Elimu hii imeweza kutufunza mambo mbalimbali ya matumizi ya dawa pamoja na kinga na hasara ambazo tutazipata tusipoweza kufuata utaratibu wa matumizi ya dawa. Asanteni. Nashukuru sana leo tumetembelewa na wataalamu wa dawa TMDA. Tumefundishwa namna ya matumizi ya madawa. Nilichojifunza kikubwa mno, tulikuwa tufahamu jinsi ya kutumia hizi dawa. Kwa hiyo leo tumepata elimu na tunafahamu namna ya kutumia hizi dawa na hasara za dawa na faida za hizi dawa. Kwa hiyo nashukuru sana kwa ujio wao. Tumefarijika na tumepata faida kubwa. Asanteni sana. Kwanza kabisa nimejifunza madhara ya kuhusu ya utumiaji wa dawa. Unaweza ukahisi labda kichwa kinauma ukatoka tu bila kupima, ukaenda kununua labda dawa na ukatumia pasipo kupima. Kwa hiyo nimejifunza kumbe nikinunua dawa pasipo kupima na maana ni madhara natengeneza sumu. Kwanza niseme tunashukuru kwa kuweza kutufikia kwenye kata yetu, kuweza kutupatia elimu kuhusu masuala ya dawa na vifaa vya tiba. Mimi niseme kwenye kata yetu changamoto zilikuwa ni nyingi, na baadhi ya familia na jamii kwa ujumla zilikuwa hazina uelewa kuhusu masuala ya madawa, na pia elimu ni ndogo. Kwa tunaomba kwa sisi wananchi, kwa sababu tunaomba serikali waweze kutufikia kwa ukubwa zaidi kwenye jamii yetu ili tuweze kupata elimu zaidi juu ya masuala ya madawa. Kwa kutupatia elimu juu ya utunzaji wa dawa na matumizi ya dawa. Elimu hii kwa wengi tulikuwa hatuna, na kwa leo tumeweza kuipata jinsi ya kutumia dawa. Kwa hiyo tunashukuru sana
Kwa haya tuliopewa tutayapeleka kwa wenzetu wengine ambao wao hawajapata elimu hii ili wajue umuhimu wa utunzaji wa dawa na matumizi ya dawa. Kwa sababu hapa katika kata yetu ya Chamwino wengi hawana uelewa juu ya matumizi ya dawa na jinsi ya kuhifadhi dawa. Kwa maana hiyo, yani tunasema hivyo, hata kuna muda zikitokea chanjo kwenye mashule, wazazi wengi hawataki kuwaruhusu watoto wao waende wakapate zile chanjo. Wanaamini kwamba zile chanjo si salama, zipo labda kwa ajili ya kupunguza nguvu za kiume, na kwa upande wa wanawake washindwe kupata watoto wa kutosha kuendeleza kizazi. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunawaasa wenzetu wengine ambao hawajapata elimu hii, tutakapowapelekea huko mitaani waweze kuelewa kwamba dawa zinazotolewa na Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba, zile dawa zinakuwa zina ubora, zimepimwa, zimethibitishwa kwamba hazina madhara kwa mwanadamu. Ndio maana zimeruhusiwa kutolewa kwa chanjo za watoto na wakubwa, kama vile chanjo za mabusha na matende, waweze kuzitumia ili kuepusha hayo madhara yasije kujitokeza kwa baadaye. Kwa maana hiyo, ninaposema hivyo, tunawashukuru watu wa TMDA kwa kutuletea ujumbe huu, na sisi tutaufikisha kwa wenzetu wengine waweze kuutumia. Kwa kusema hayo, mimi napenda kuwashukuru, waendelee kutoa elimu hii kwa sehemu nyingine, wafike mbali zaidi ili kila mmoja aweze kupata ujumbe huu. Pia serikali iweze kutoa elimu zaidi, yani iweze kutoa wale wahudumu zaidi wasambae kila sehemu, ili kila sehemu wapate hii elimu, tuepukane na madhara hayo ya kupata magonjwa ambayo yanatokana na kutokutumia dawa vizuri. Afya Bora Kwanza na TMDA. Ni imani yangu umeungana na wenzetu kutoka kata ya Mafisa katika siku ya leo ambapo tumekuwepo hapa Morogoro katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kuifikia jamii katika kutoa elimu. Ni imani yetu kwamba ndugu hawa wananchi kutoka Mafisa basi watakuwa mabalozi wazuri kuhusiana na masuala mazima ya udhibiti wa bidhaa za dawa, vifaa tiba na vitendanishi. Na kushukuru wewe ambaye umeambatana nami toka mwanzo wa kipindi hiki hadi muda huu ninapohitimisha kipindi hiki cha TMDA na jamii. Lakini sikuachi hivi hivi, ninakualika ukiwa na maswali, maoni, dukuduku au chochote kile, wasiliana na TMDA kupitia barua pepe ya info@tmda.go.tz, au unaweza ukatupigia simu ambayo ni ya bure kabisa kwa sababu mamlaka hii yenyewe imeshalipia simu hiyo, nayo ni nambari 0800110084. Ninayekuaga kutoka TMDA na jamii naitwa Gaudensia Mwanza. Nakwambia siku zote kwamba tunapomaliza kipindi hiki basi ni maandalizi ya kipindi kingine. Endelea kuwa na TMDA na jamii. TMDA, Mamlaka ya Dawa pamoja na Vifaa Tiba. TMDA inahakikisha usalama afya